Siku za hivi karibuni matukio ya mauaji na upolaji wa pikipiki za maafisa usafirishaji hapa mkoani Tabora yalionekana kutokea sana, na hii leo maafisa usafirishaji kupitia kwa mwenyekiti wao Mlisho Shime wamelaani vitendo hivi, huku wakibainisha mikakati endelevu ya kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama mkoani hapa kudhibiti vitendo kama hivi. Kwa kweli ni ukweli usiopingika, lazima watu tuishi kwa wasiwasi, kwa sababu kila mmoja hana imani na mwenzake kwa sasa mazingira ya usiku. Tumekaa kuwaunga maafisa operation tulionao na kuu nzima ya mkoa wa Tabora kwa kushirikiana na mkuu wa mkoa kuhakikisha wanafanya kazi wote kwa pamoja, na ndio maana unaona tukio likitokea ni ndani ya dakika 10 maafisa operation utawaona, jeshi la polisi utawaona, na jambo hili utawaona sasa na jeshi la wananchi kwa hatua tuliofikia. Kwa hiyo ni jambo la Tabora, tumejipanga na tunawaomba yoyote anayejua ni kitu anakifanya ndani ya mkoa wa Tabora, kwa kweli ajisalimishe na asitishe, afanye kazi za kizalendo, aweze kuitumikia nchi yake na kupata ile tabasamu ya Mheshimiwa Rais aliyoisema. Kwa hiyo tuwaombe sana watu wafanye kazi kizalendo, ila tuwaombe wananchi waishi kizalendo, na pia tuwaombe wananchi, haya mambo ni watoto wetu wanaotokea kwenye mikono yetu, tutoe taarifa kabla serikali haijachukua mkondo wake. Lakini kutokana na kutokea kwa matukio haya sasa, pengine ni kipi ambacho wamekibaini mpaka hivi sasa maafisa usafirishaji hawa? Inapofika kuanzia tarehe 13, 14, hasa kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 20 hapa katikati, ili wimbi linatokea. Lakini unaposikia limetoka mishahara, ndio ambayo tungesema watu wana fedha, ili wimbi halitokei, bado linatuumiza kichwa. Kwa hiyo tunaiomba serikali na wenyewe wanaendelea kuumiza kichwa. Kwa sababu gani? Mishahara ikitoka hamna zoezi la ukabaji, lakini mishahara inapokuwa haipo, katikati kuna ukame, ndio kuna ukabaji. Kazi ya bodaboda kama kazi zingine, na bodaboda wao wamechagua kutafuta mkate wao wa kila siku usiku na mchana. Pengine nini ombi lao sasa kwa serikali na vyombo vya ulinzi na usalama mkoani hapa? Tunaomba jeshi la polisi liendelee kufuatilia hivi vitu, ili sisi tunapoingia kwenye mikataba tunapambana. Tunashukuru Mungu, ndio kazi zetu. Yafikie wakati hivi vitu wavikave, ili mwisho wa siku maisha yaendelee. Kweli tunahangaika usiku kucha, tunateseka, tunabeba watu hawajulikani. Mtu unashangana kupiga mkono, bana nipeleke sehemu fulani, kumbe hiyo sehemu unajua kabisa mimi naenda sehemu yenye amani, unaenda kukuta watu wengine wanakufanyia uhalifu, wanakuua. Tunaendelea kuchukua hatua. Kwenye matukio ya siku za nyuma tulifanikiwa kukamata, na taratibu za kuwafikisha mahakamani watuhumiwa zinaendelea kufanyika, na tunaendelea kuimarisha doria, misako na operation ambazo tunazifanya kuwabaini wanaohusika na matukio ya utekaji wa bodaboda. Lakini tunajiimarisha zaidi kwenye doria zetu, tukiomba doria za vikundi vya ulinzi shirikishi ziendelee kushirikiana na sisi na wenzetu wa jeshi la wananchi. Tumezungumza nao na wanaimarisha pia ulinzi. Tuwaombe madereva wa bodaboda walioko kwenye maeneo mbalimbali, pale wanapokuwa na taarifa zozote ambazo ni hatarishi, waendelee kushirikiana na